Na mtazamaji wangu, leo hii imeweza kuwa ni siku ngumu kwa idadi kubwa ya wafuasi wa chama Chadema. Hii ni baada ya aliyekuwa mwenyekiti hapo awali wa chama Chadema kuiaga dunia, jambo ambalo limeweza kusababisha viongozi wakuu wa chama Chadema leo hii kwa mara ya kwanza kujumuika kwa umoja na hata kufanya maombolezo, jambo ambalo Mheshimiwa John Heche ameweza kulizungumza na kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo chama Chadema bado hakijaweza kudidimia kisiasa katika siasa za nchini Tanzania. Hii ikiendelea kudhihirisha wazi kwamba bado chama Chadema kipo imara kuendelea kusimama na wafuasi wake, ila ningependa uweze kusikiliza alichoweza kukizungumza Mheshimiwa John Heche. Ni vyema uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa ni vyema uweze kulike na kushare video zetu. Kwa sisi kwa sasa, kama alivyoandika mwanasheria mkuu wa chama, hakuna injunction tena yoyote ya kuzuia kufanya shughuli za chama, na tutatoa program sasa kuroll out ni nini tunaanza nacho rasmi, na tutakuwa tayari kwa mikutano ya chama, vikao vya chama, ofisi za chama kufunguliwa nchi nzima. Na Chadema kama alivyosema mzee Mtei, hili neno hakuna kulala mpaka kieleweke. Na mtazamaji wangu, kwa maneno hayo mazito ambayo Mheshimiwa John Heche ameweza kuyazungumza, hii ni dalili tosha ya kuonyesha jinsi gani ambavyo Mheshimiwa John Heche kwa muda huu na wakati huu ameweza kukubali kikamilifu kuendelea kushikilia nafasi ya uwenyekiti, kwani hafla nyingi yeye ndiye anayezidi kuziongoza, huku akionekana kuwa na msimamo dhabiti na hata kutoyumba kwa chochote kile ama changamoto yoyote ile anayozidi kukumbana nayo. Mtazamaji wangu, hii inazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo Mheshimiwa John Heche kwa mara nyingine ataweza kusimama na chama Chadema, ila sote tunafahamu kwamba yeye kusimama na chama Chadema ni kwa muda hadi kipindi na wakati ambapo mwenyekiti mkuu ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kumaliza kesi ya uhaini, jambo ambalo hajaweza kulikubali. Pia ameweza kudai kwamba kwa njia moja ama nyingine anaamini ataweza kuwepo huru na kujumuika na mashabiki na wafuasi wa chama Chadema, ila kwa kile ambacho kimeweza kujitokeza leo hii, mtazamaji wangu, ukweli wa mambo, chama Chadema bado ndicho chama ambacho kinazidi kusikizwa na mamilioni ya idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Hii ikiendelea kudhihirisha wazi kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anazidi kuongoza Jamhuri ya Tanzania kwa njia moja ama nyingine, watu wanazidi kutokea kufurahishwa na chama Chadema na sio chama tawala cha CCM. Sote tunafahamu ni kwa nini ambapo kwa njia moja ama nyingine chama Chadema kinazidi kuwa na umaarufu mkubwa katika siasa za nchini Tanzania. Haya yote ni kutokana na azma aliyokuwa ameweza kunuia kuifanikisha Mheshimiwa Tundu Lissu, ila kwa ajili ya vita vya kisiasa vilivyokuwa nchini Tanzania, Mheshimiwa Lissu aliweza kukumbwa na kesi ya uhaini, jambo ambalo idadi kubwa ya wanachama wa Chadema wanafahamu ni kwa nini kesi hiyo ya uhaini iliweza kumkumba Mheshimiwa Tundu Lissu, ila kwa kile kilichoweza kushuhudiwa leo hii kwa njia moja ama nyingine, hatua hii inazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo Watanzania hawajaweza kupoteza imani kwa chama chao pendwa, chama Chadema, ijapokuwa leo hii wao kujumuika pamoja ni kwa sababu ya mazishi ya mwenda zake jamaa aliyekuwa mwanachama ama aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Chadema hapo awali, ila uongozi wake bado hadi leo hii unazidi kukumbukwa. Mtazamaji wangu, hii inazidi kudhihirisha wazi kwamba kama kweli chama Chadema kingekuwa chama kinachozidi kuchukiwa nchini Tanzania sawia na chama tawala, jinsi ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hawana imani nacho, basi moja kwa moja chama hicho Chadema leo hii katika kipindi hiki kigumu wasingeweza kupata baadhi ya viongozi kutoka katika chama hicho, na hata wasingeweza kupata
Baadhi ya wananchi waliokuwa wameweza kujitokeza kwa hafla hii ya mazishi ya jamaa huyo aliyekuwa mwanachama wa Chadema hapo awali. Mtazamaji wangu, hii inazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo chama hiki Chadema bado mizizi yake iko imara, bado Watanzania wanazidi kukipenda, ijapokuwa kiongozi aliyetarajiwa kupeperusha bendera ya chama hicho katika siasa za mwaka 2025 Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kukamatwa na kesi ya uhaini, jambo ambalo sio kweli bali ni siasa na vita vya kisiasa nchini Tanzania kati ya vyama viwili vibabe katika siasa za nchini humo. Mtazamaji wangu, hii hapa inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo chama Chadema kipo imara. Chama Chadema bado kina uwezekano mkubwa kufanikisha ndoto yake Mheshimiwa Tundu Lissu kipindi na wakati ambapo ataweza kuachiwa huru. Hivyo basi, mtazamaji wangu, ni vema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na kile kilichoweza kutokea leo hii, hasa baada ya mamilioni ya watu kujitokeza, pia wanachama wa chama Chadema wakiongozwa naye Mheshimiwa John Heche katika kipindi hiki kigumu kuonyesha ushirikiano na umoja bila kuonyesha dalili ya mgawanyiko wote ule, na ndipo ambapo tunashuhudia bado chama hiki, chama Chadema, kipo tayari kwa ajili ya kupinga na kutokuwa tayari kushiriki maridhiano ya aina yoyote yale kati ya vyama tawala pamoja na vyama pinzani. Hii hapa ikidhihirisha wazi jinsi ambavyo chama Chadema kipo tayari kwa ajili ya kufurahisha wananchi wa Tanzania, pia kusaidia kufanikisha manifesto ya haki ambayo yataweza kuimarisha uchumi nchini Tanzania, kupunguza gharama kubwa ya maisha nchini Tanzania, pia kuweka ajira nchini Tanzania na jambo jema, kuongeza wafanyi biashara kutoka katika mataifa ya kigeni na kuwa na nafasi bora, uhuru na ushirikiano kati yao na siasa, ama kati yao na uongozi wa chama Chadema ama viongozi wa chama Chadema, kujaribu kuleta investors kutoka katika mataifa ya kigeni ili kufanya biashara nchini Tanzania kwa kuonyesha amani ili Jamhuri ya Tanzania iweze kusonga mbele, tofauti kabisa na kile kilichoweza kushuhudiwa kutoka katika chama cha CCM katika mwaka 2025, kipindi na wakati ambapo machafuko yaliweza kushuhudiwa kwa maandamano ya amani yaliyokuwa yakiongozwa na vijana Gen Z. Mtazamaji wangu, ni vema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.